Inabidi tu niende. Nini sasa uliamua kuchukua uamuzi huu? Hivi ulifikiria mimi nitaishije? Au ulifikiria nini kuhusu mimi? Hivi wataka mimi niache na nani mpenzi wangu? Nimekuzoea. Najua. Lakini sina budi. Hata mwenyewe unaona hapa nyumbani. Wadogo zangu wanataka kusoma, wazazi wangu wanataka kuvaa, wanataka kula. Inanibidi tu niende, lakini pia mwisho wa siku nikirudi pia tutakuwa pamoja. Hapana mpenzi wangu. Wantia hofu. Mimi najua wengi mkienda huwa mwatusahau sisi. Hapana mpenzi wangu. Mimi siwezi kukusahau. Mimi nitakukumbuka daima. Kikubwa nilindie penzi langu. No truth, it hurts, but I see through your mind, and I knew you were mine for good. Good old days are gone, and now I face the one who really has a place in my heart. I miss you in ways that even words can't understand. Remember the days that we were always by our sides, and I need you to know that I'm yours and you are mine. Please don't forget us. Don't forget about us. Kaka, ni mwaka sasa umepita na toka shemeji aende ng'ambo, na sijapata neno lolote kutoka kwako. Shemeji yako kwaendaje? Shemeji yako jao sana ndugu yangu, yaani huwezi amini, yani toka safiri hapatikani kwenye simu, yani katika mitandao yote mimi simpati, sijui kama alimeblock ama nini, mimi hata sijui issue nini yani. Kaka, usijali, Waswahili walisema fimbo ya mbali haui nyoka. Wanawake ni wengi hapa kijijini. Tafuta bibi mwingine uoe na maisha yatasonga vizuri. Hivi kwa nini nilichukua mapema lakini? Kwa mfano, itakuwaje mpenzi wangu wote akirudi? Sijali yangu itakuwa imevunjika. Nimechanganyikiwa, sijui nifanye nini. Maria, kwa nini unapenda kujitia sana vitu vilivyo nje ya uwezo wako? Sijakuita hapa ili uje nipe ushauri wako. Hivi unajua uliniharibia mahusiano yangu. Sasa kwa hivyo wewe umeniita hapa kwa malengo gani? Kunieleza ama kunilaumu? Oh, bila shaka kunilaumu. Okay, sawa, endelea, mimi nakusikiza. Wala hilo sio lengo langu. Ninachohitaji kutoka kwako ni kuandamana mimi na wewe hadi kwa Ray. Maria, kama una ombi lingine mimi nitakusikiliza. Lakini kama ombi ni hilo niambie. Kwa nini sasa? Hivi umesahau wewe ndo chanzo cha haya yote? Nalijua hilo. Lakini pole. Yote haya anayafanya kwa ajili ya penzi langu kwako. Maria, mimi ndo ninayekupenda. Na mimi ndo nina mapenzi ya kweli kwako. Kwa nini unajilazimisha mahali usipohitajika? Sihitaji ushauri wako. It's either utanisaidia ama hutanisaidia. Kwa hilo naona utanisamehe. Siko tayari. Okay, ni sawa. Kuwa na wakati mwema basi.
mambo? Poa, Shemela huyo. Ni mimi. Vipi shoga yangu yupo? Shoga yako yupo ndani. Mke wangu. Mke wangu. Nambia na danga ndo kabisa na kunumia. Toka hapo vyombo havijaisha. Asa mke wangu, vyombo vyote hivi jamani. Wewe endelea kulalamika vyombo na kuna kupika ndani na tena kuna nguo zifue. Mke wangu, kwingine kungudhalilishana. So mbona hata shoga yako amekuja? Mambo gani sasa? Sawa mimi nitafanya. Shoga yangu sasa hizi. Poa tu. Ngoja kupata kunipata kisimani. Haya sawa, tende mchunga wangu uko mbele. Na wewe, naenda hivi nikirudi nipate kazi zote ushamaliza. Sawa mke wangu. Baby wangu sijui uniambie nini, maana amenikaa kichwani. Kwani wangu sijui uniambie nini, maana ameniganda moyoni. Aliniambia na danga ndo kabisa na kunumia, tena na kuona mshamba unataka kumharibia. Ananipa nyama ya ulimi chini kwa chini. Juzi nilipata mapuzi wananena upuzi. Eti mtoto wa juzi ameanza kurudi sasa yeye ni fundi. Kitu hawajui ni kuwa ndio mimi napata riziki. Na tena ni kazi yangu mimi mwenyewe, ni yangu maamuzi. Wewe juu umeajiriwa, unalipi la kusema? Kunayo tofauti kubwa kati yako na msema. Niwe mkulima, niwe mama mboga, kazi yangu naipenda. Niwe seremala, mtu wa boda boda, haijalishi unakotoka. Kazi ni kazi, haijalishi. Ray, mbona leo unakaa tofauti? Una usalama kweli? Rafiki yangu, nilionayo ni matatizo tena makubwa sana. Yaani shida nilionayo walai haijawahi nitokea maishani mwangu. Umetokea nini? Rafiki yangu, na matatizo ya kiafya. Nimeenda hospitali, daktari amenifanyia vipimo na ameniambia nipumzike, nijiepushe na niwe mbali sana na mahusiano. Sasa pole sana rafiki yangu. Au matatizo hupata kila mmoja, lakini cha muhimu hapo upate tu maagizo ya daktari mpaka upole. Tatizo si hilo tu, naogopa kumwambia mpenzi wangu ukweli. Naofia ataniona dhaifu, hata pia kumtelekeza. Huko kumdanganya huko utafanya mambo yawe magumu, na siku zote ukweli wewe unauma, na hilo ndo suluhisho. Rafiki yangu, endapo utanisaidia, basi nataka niwekee jambo moja tu peke yake. Jambo gani? Nataka umtongoze mpenzi wangu. Nimtongoze? Hivi unamaanisha nini? Ray, huo mchezo ni hatari. Najua, lakini akili yangu imenishinda. Na hiyo ndiyo njia pekee iliyobaki. Sasa rafiki yangu, unajua mimi siwezi kuahidi kama nitafanikisha hivi, lakini ningependa uzungumze naye kama atakuelewa. Yaani kakangu uliamua kuwa hautofanya kazi nyingine, umejitosa ndani ya ukulima kakangu. Sasa kaka, wewe unanifikiria mimi nitafanya kazi gani?
na elimu yangu ni hii, itakuwa nilisha darasa la 6. Kaka, hebu acha mambo yako. Mbona wapo wengi wenye hawajasoma na wameajiriwa mahali kwingi sana, tunawaona wanapeleka magari yao. Sema wewe mwenyewe ndio ulipenda ukulima kwa ukubali. Ila hilo nalo kweli, lakini kwa mwaka huu imenibwaga kweli, sijambulia chochote kabisa. Ni kawaida misimu kubadilika, ila ningekuomba kaka ukumbatie kilimo cha kisasa ambapo unanunua mbolea, mbegu zenye zimepelekwa kwa maabara zikafanyiwa uchunguzi, mchanga pia wako unaoangalia ni mimea gani inaweza kufanya kazi. Ndio maana nakupendea hivyo. Ujio wako una neno, hebu niambie. Hapana kaka, na vipi kuhusu ule mpango wetu? Kidogo na uone unakaribia kuzama tu. Sasa inakuhitaji ukaze sana. Sasa hiyo, unaona hiyo ni taarifa njema hiyo. Naona kila kitu kitaenda kama tulivyopanga. Baby. Sasa mbona kushikana mikono? Kwani kuna nini? Tafadhali mpenzi wangu, naomba unisikilize. Ondoka basi hapa, sisi hapa si mahali salama hapa. Nitakuja nyumbani tuzungumze, tafadhali nakuomba. We. Aondoke ende wapi? Kwanza kuna nini kinaendelea hapa? Mume wangu. Huyu nani? Mke wangu, mimi huyu hata sifahamu. Nifahamu.